Urithi wa asili wa Tanzania ni utajiri wa rasilimali za asili na mazingira. Tanzania ina urithi wa asili ambao ni muhimu kwa maendeleo ya nchi na ustawi wa wananchi wake. Utajiri wa rasilimali za asili tulizonazo ni milima, ardhi, mito, mbuga za wanyama, bahari, madini, maziwa, gesi asilia, misitu na hifadhi za taifa. Ni jukumu la serikali na wananchi kuhakikisha kwamba rasilimali hizi za asili zinatunzwa vizuri ili ziweze kutumika kwa faida ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Kuhifadhi urithi wa asili pia ni muhimu ili kudumisha mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Umuhimu wa urithi wa asili. Urithi wa asili ni muhimu kwa sababu unachangia maendeleo na ustawi wa nchi kama ifuatavyo. Milima. Milima kama Kilimanjaro, Meru, Udzungwa ni urithi wa asili. Kwa mfano, mlima Kilimanjaro ni kivutio cha utalii wa kimataifa. Utalii huu unatoa mapato makubwa kwa nchi na fursa za ajira kwa watu wengi. Ardhi. Ardhi yenye rutuba huwezesha kilimo kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Kilimo ni nguzo muhimu ya uchumi wa taifa na kinachangia katika uhakika wa chakula. Bahari. Bahari na fukwe zinatoa fursa za uvuvi, utalii na usafirishaji wa bidhaa kupitia bandari. Maziwa. Maziwa yanaweza kutumika kwa uvuvi, usafirishaji na kuwa vyanzo vya maji kwa matumizi ya binadamu, mifugo na kilimo cha umwagiliaji. Mito. Mito hutoa maji safi kwa matumizi ya binadamu, wanyama na kilimo. Pia inaweza kutumika kwa kuzalisha umeme. Mbuga za wanyama. Mbuga za wanyama ni makazi ya aina mbalimbali za wanyama na vivutio vya utalii na wanyamapori ambao huchangia pato la taifa na hutoa ajira. Aidha, zinasaidia kuhifadhi bioanuwai. Madini. Sekta ya madini inachangia pato la serikali na la ukuaji wa uchumi. Madini kama vile dhahabu, tanzaniti, makaa ya mawe, rubi na almasi yanaleta mapato makubwa kwa serikali na kutoa ajira kwa wananchi. Hifadhi za taifa. Hifadhi za taifa ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira na bioanuwai. Hifadhi za taifa zinaweza kuchangia utalii wa wanyama, ekolojia na utafiti wa kisayansi. Kumbuka, bioanuwai, biodiversity, ni utofauti na wingi wa viumbe hai wote duniani, ikijumuisha mimea, wanyama, vijidudu na mifumo ya ekolojia wanamoishi. Gesi. Gesi asilia inatumika kama chanzo cha nishati nchini. Pia huongeza pato la taifa kupitia mauzo ya nje. Misitu. Misitu inasaidia uhifadhi wa mazingira, kutunza udongo na maji na inaweza kutumiwa kwa uzalishaji wa mbao na bidhaa zingine za misitu. Kwa kuzingatia umuhimu huu, wananchi wa Tanzania wana jukumu la kuendeleza na kutunza vizuri urithi wa asili wa nchi yao ili kuhakikisha kuwa unaleta manufaa ya kijamii na kiuchumi kwa sasa na kwa vizazi vijavyo. Fursa za urithi wa asili. Kuna fursa mbalimbali za urithi wa asili wa Tanzania kama ifuatavyo. Tafiti za mimea, viumbe hai, tiba nchi na tiba asilia. Tanzania ina milima mingi yenye fursa mbalimbali. Baadhi ya fursa hizo ni pamoja na tafiti za mimea, viumbe hai, tiba nchi na tiba asilia. Fursa za kilimo. Ardhi yenye rutuba ya Tanzania inatoa fursa kubwa kwa kilimo cha mazao kama vile maharage, mahindi, mpunga na kilimo cha matunda na mbogamboga. Pia mazao ya biashara kama vile kahawa, chai na tumbaku. Fursa za uvuvi, uzalishaji wa umeme na kilimo cha umwagiliaji. Mito mikubwa kama vile mto Ruvuma, mto Kagera na mto Ruaha inaleta fursa za uvuvi, uzalishaji wa umeme na kilimo cha umwagiliaji.
D. Utalii wa wanyamapori, uwindaji, ngozi na utafiti wa wanyamapori. Tanzania ina mbuga nyingi za wanyama kama vile Hifadhi ya Taifa ya Serengeti na Hifadhi ya Ngorongoro. Fursa zilizopo zinajumuisha utalii wa wanyamapori, uwindaji, ngozi na utafiti wa wanyamapori. Utalii wa pwani kutoka pwani za Tanzania na biashara ya mazao ya baharini. Fursa za uwekezaji na ajira. Tanzania ina utajiri wa madini kama dhahabu, almasi, tanzaniti na madini mengine. Sekta ya uchimbaji inatoa fursa za uwekezaji na ajira. Fursa ya usafirishaji wa watu na bidhaa. Maziwa kama Ziwa Victoria, Ziwa Nyasa na Ziwa Tanganyika ni muhimu kwa uvuvi na pia kwa usafirishaji wa watu na bidhaa. Fursa za utalii wa ikolojia, utafiti wa kisayansi na uhifadhi wa mazingira kutoka hifadhi za taifa. Tanzania ina akiba ya gesi asilia na hii inaweza kutumiwa kwa matumizi ya nishati na kufanya biashara na nchi nyingine. Na fursa za utalii wa ikolojia, uzalishaji wa mbao na uhifadhi wa bioanuwai kutoka katika misitu ya Tanzania. Fursa hizi za urithi wa asili wa Tanzania zinaweza kuchangia ukuaji wa uchumi, maendeleo ya kijamii na uhifadhi wa mazingira kama zitatumika kwa njia endelevu kwa manufaa ya watu wa Tanzania na vizazi vijavyo. Matumizi ya fursa za urithi wa asili. Matumizi ya fursa za urithi wa asili wa Tanzania ni muhimu kwa mtu binafsi, jamii na taifa kwa ujumla. Urithi wa asili wa Tanzania ni wa kipekee na una thamani kubwa na unaweza kutumika kwa njia nyingi kwa manufaa ya watu binafsi, jamii na taifa. Zifuatazo ni namna fursa za urithi wa asili wa Tanzania zinavyoweza kutumiwa. Utalii. Urithi wa asili wa Tanzania kama vile mbuga za wanyama, mazingira na utamaduni wa makabila tofauti huvutia watalii wa ndani na nje ya nchi. Utalii ni chanzo cha mapato ambayo wamiliki wa biashara za utalii, serikali na jamii zinazozunguka maeneo haya. Elimu na utafiti. Urithi wa asili wa Tanzania unaweza kutumiwa kwa madhumuni ya elimu na utafiti. Taasisi za elimu na wanasayansi wanaweza kuchunguza historia, mazingira na utamaduni wa Tanzania ili kuboresha uelewa wetu na kusaidia katika uhifadhi wa rasilimali hizi. Utamaduni na sanaa. Urithi wa asili wa Tanzania unaweza kutumiwa kama chanzo cha kazi za sanaa na utamaduni. Wasanii wanaweza kutumia utamaduni wa Kiafrika na Kitanzania kama ngoma, muziki na utengenezaji wa bidhaa za sanaa. Kilimo na utunzaji wa mazingira. Bidhaa za asili za Tanzania kama vile vyakula vya asili, mavazi ya kiutamaduni na mapambo zinaweza kuuzwa ndani na nje ya nchi. Hii inaweza kuwa fursa kwa wajasiriamali wa Kitanzania kuendesha biashara na kukuza uchumi wao binafsi na wa taifa kwa ujumla. Biashara na ujasiriamali. Bidhaa za asili za Tanzania kama vile vyakula vya asili, mavazi ya kiutamaduni na mapambo zinaweza kuuzwa ndani na nje ya nchi. Hii inaweza kuwa fursa kwa wajasiriamali wa Kitanzania kuendesha biashara na kukuza uchumi wao binafsi na wa taifa kwa ujumla. Utambulisho wa taifa. Urithi wa asili wa Tanzania unachangia kujenga utambulisho wa kitaifa. Kukuza na kuhifadhi utamaduni wa asili na mila za Kitanzania husaidia kudumisha na kuendeleza urithi wa taifa. Ni muhimu kwa mtu binafsi, jamii, taifa na wadau wengine wa maendeleo kushirikiana ili kutumia fursa za urithi wa asili wa Tanzania kwa njia endelevu na kwa watu wote. Ni muhimu kuhifadhi urithi huu ili vizazi vya sasa na vijavyo vya Watanzania viweze kunufaika na utajiri huu wa kipekee. Njia za kutunza urithi wa jamii za Kitanzania.
Kutunza urithi wa jamii za Kitanzania ni muhimu ili kuhifadhi utamaduni, historia na maadili za jamii hizo. Urithi wa jamii za Kitanzania unaweza kutunzwa kwa njia mbalimbali kama inavyoelezwa katika sehemu zinazofuata. A. Kutoa elimu. Elimu ni moja ya njia muhimu za kutunza urithi wa jamii za Kitanzania. Shule ni jukwaa zuri kwa wanafunzi kujifunza utamaduni wao, historia na mila. Zaidi ya hayo, taasisi za elimu ya juu kama vile vyuo vikuu zina jukumu la kitaaluma kufatiti kuhusu utamaduni na historia za jamii hizi. Taaluma za anthropolojia, lugha na fasihi hufanyiwa utafiti katika taasisi na vyuo vikuu. B. Masimulizi. Njia nyingine ya kuendeleza urithi wa jamii ni kupitia masimulizi. Hii hujumuisha hadithi za kale na ngano ambazo huchangamsha na kutunza kumbukumbu. Kusikiliza wazee wetu wakisimulia hadithi za zamani hufanya na desturi zetu kudumu na kuendelezwa. Pia, masimulizi haya huweza kurekodiwa kidigiti na kutunzwa kwa manufaa ya sasa na vizazi vya sasa na vijavyo. C. Kuhifadhi kwa maandishi. Urithi wa jamii umeendelea kuhifadhiwa kwa maandishi katika majarida, katika vitabu, majarida, blogu au nyaraka za utafiti, hivyo kujenga jamii inayothamini urithi wake. Serikali kupitia taasisi zenye jukumu la kuhifadhi historia kama makavazi ya taifa na makumbusho ya taifa ina jukumu muhimu la kulinda na kuhifadhi urithi wetu kama chanzo muhimu cha kumbukumbu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. D. Maonesho ya utamaduni. Jamii za Kitanzania zimejifunza kutunza urithi wao kwa kuendeleza maonesho ya utamaduni. Maonesho hujumuisha ngoma za asili, sanaa za mikono na shughuli zingine za kiutamaduni. Kwa kufanya hivyo, jamii inajivunia utamaduni wao na kuhakikisha kuwa kizazi kijacho pita kinajifunza na kuuthamini. Sherehe za kiutamaduni. Kushiriki katika sherehe za kiutamaduni kama matukio ya kimila, harusi na matambiko ya jadi ni njia nzuri ya kutunza urithi wa jamii. Sherehe hizi za kufurahisha zinawaletea pamoja wanajamii wote na fursa ya kujifunza na kuuthamini utamaduni wao wa pekee. Mfano wa sherehe hizi ni tamasha la Bulabo katika kabila la Wasukuma ambalo hufanyika kila mwaka katika kituo cha makumbusho cha Bujora mkoani Mwanza. Kuanzisha makumbusho na vituo vya utamaduni. Kuwepo kwa makumbusho na vituo vya utamaduni ni njia nyingine nzuri ya kuhifadhi urithi wa jamii. Vituo hivi vinaonyesha vitu na nyaraka za kihistoria zinazohusiana na historia yao. Hivyo kutoa nafasi kwa kila mtu kujifunza na kuelewa utamaduni wa historia yao na kuyavutia. Kulinda maeneo ya historia na utamaduni. Kuwepo kwa mikakati ya makusudi katika kutunza maeneo muhimu ya kihistoria na kiutamaduni ambayo bado hayajawekwa katika mipango rasmi ya uhifadhi ni jambo muhimu. Vivutio vya kiutamaduni kama majengo ya kale na makaburi ya mashujaa vinapaswa kuhifadhiwa kama urithi wetu wa jamii. Maeneo haya yanaweza kutubuliwa kama urithi wa kitaifa au kimataifa na kulindwa kisheria ili kuzuia uharibifu na kupotea kwa historia yetu. Kurekodi mila na desturi. Kurekodi na kuhifadhi mila zetu za kiutamaduni ni muhimu ili vizazi vijavyo viweze kujifunza na kuthamini mila zetu. Kupiga picha au kurekodi matukio ya kimila au desturi ni njia nzuri ya kutunza mila. Kuanzisha maktaba za kijamii. Kuanzisha maktaba za jamii katika maeneo ya mijini na vijijini ni njia ya kulinda urithi wetu wa kiutamaduni. Maktaba hizi zinaweza kuwa na vitabu kuhusu mila zetu, masimulizi ya jadi na vyanzo vingine vya maarifa ya kiutamaduni. Kuwezesha kufanyika kwa tafiti za kihistoria na utamaduni. Kuwezesha kufanyika kwa tafiti juu ya historia na utamaduni wetu ni muhimu
kwani kunasaidia kugundua mambo mapya juu ya historia ya jamii za Kitanzania. Ili kufanikisha hili, serikali na wadau wanahimizwa kutenga rasilimali, fedha, ili kuwezesha kufanyika utafiti wa utoaji wa machapisho mbalimbali. Na kuhifadhi vitu na nyaraka katika makumbusho na makavazi. Kuhifadhi vitu muhimu kama mavazi ya kihistoria, zana za jadi, vyombo na vitu vingine vya kiutamaduni katika makumbusho au vituo maalumu ni muhimu kwa kulinda urithi wa jamii yetu. Pia ni muhimu kuhifadhi nyaraka kwenye makumbusho na makavazi mbalimbali. Kuweka mkazo kwenye kutunza urithi wa jamii za Kitanzania kunasaidia kudumisha utambulisho wetu wa kiutamaduni na kujenga uelewa juu ya umuhimu wa kuheshimu na kuthamini utamaduni wetu. Fursa za kukuza uchumi na ushirikiano wa kitaifa. Tunaweza kukuza uchumi na ushirikiano wa kitaifa kupitia fursa mbalimbali zilizopo katika jamii. Fursa hizi zinadhihirika kutokana na shughuli mbalimbali za ushirikiano kama vile biashara ya vyakula vya asili, burudani, tiba za asili, utafiti wa mambo ya kale, utalii wa kiutamaduni, lugha ya Kiswahili na maonesho ya sanaa. Shughuli hizi zinaweza kukuza uchumi wa taifa kwa njia zifuatazo. Biashara ya vyakula vya asili. Biashara ya vyakula vya asili ni fursa ya kukuza uchumi wa nchi kwa kuvutia utalii. Vyakula vya asili ni sehemu ya utamaduni na huvutia wageni wanaotaka kujifunza na kufurahia milo ya kiutamaduni. Kuwa biashara hii kunaweza kusaidia wakulima na wafanyabiashara wa vyakula vya asili kuongeza mapato na kupata ajira. Kwa mfano, biashara ya vyakula vya asili kama vile vitafunwa mbalimbali, mishikaki, sharubati, shawarma, madafu katika eneo la Forodhani Zanzibar vimekuwa kivutio kwa watalii na kuongeza kipato kwa wafanyabiashara na wakazi wa eneo hilo. Burudani. Kuendeleza michezo, ngoma na muziki wa asili kunachochea utalii wa kiutamaduni na kuleta mapato kutokana na matamasha na mashindano ya michezo. Watalii wa nje na ndani wanaovutiwa kushiriki au kushuhudia michezo ya jadi inayohusisha nguvu wa ujuzi wa kiutamaduni. Kwa mfano, tamasha la Sauti za Busara Zanzibar, tamasha la Mwaka Kogwa ngoma za Kigogo na Kimasai huvutia watalii na wapenzi wa muziki kutoka maeneo mbalimbali nchini na duniani, hivyo kuchangia pato la taifa. Tiba za asili. Kukuza na kuendeleza tiba za asili kunavutia wawekezaji wanaotafuta njia za asili za kutunza afya zao. Kuwekeza katika aina hii ya tiba kunavutia watafiti wa afya na jamii na kuongeza pato la taifa. Mathalani, visiwa vya Zanzibar vina historia ndefu ya matumizi ya mimea na viungo na tiba za asili za Kiafrika. Utafiti wa mambo ya kale. Kufanya utafiti wa mambo ya kale na kuendeleza na kukuza uchumi wa taifa. Utafiti huu unachangia katika kujenga taswira nzuri ya taifa na kuvutia watafiti wa ndani na nje ya nchi kufanya tafiti hivyo kuipatia nchi mapato. Kwa mfano, hifadhi za urithi wa mambo ya kale kama mamlaka ya Ngorongoro huvutia watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani kuja kujifunza historia na asili ya mazingira. Utalii wa kiutamaduni. Utalii huu unalenga kuwapa wageni uzoefu wa moja kwa moja wa utamaduni, historia na mila za eneo linalohusika na kuongeza pato la taifa. Lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili hufundishwa kwa wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mafunzo hayo hutoa ajira na kuongeza pato la taifa na kuimarisha sekta ya utalii wa lugha. Maonesho ya sanaa. Maonesho hutoa fursa nyingi za kukuza uchumi wa taifa kupitia shughuli mbalimbali. Mapato yanayotokana na mauzo ya tiketi au viingilio na uuzaji wa kazi za sanaa huliingizia taifa fedha. Vilevile, maonesho haya huchochea biashara zingine kufanyika na kukuza utamaduni na ubunifu ili kuendeleza sekta zingine za uchumi. Kwa mfano,
Ubunifu katika teknolojia na bidhaa unaweza kuchangiwa na mauzo yanayotokana na sanaa.